Unapokuwa unafanya kazi eneo lolote lile na una bosi wako, inajulisha sana namna gani unahusiana naye ili uweze kupanda juu zaidi, au wakati mwingine inaweza ikawa kikwazo cha wewe kwenda kufika mbali. Kuna watu wengi sana ambao wana uwezo mkubwa kitaaluma, wana uwezo mkubwa wa kufanya kazi, wana ujuzi, lakini wameshindwa kujua mambo gani yanatakiwa na ni ya muhimu sana katika kuhusiana na wakubwa wao. Na ndio maana leo nataka tuangalie mambo ambayo hutakiwi kabisa kumwambia bosi wako, kwa sababu yanaweza kukuathiri na future yako pia ikaharibika. Jambo la kwanza kabisa ni utakiwi kusema nitaondoka usipofanya 1, 2, 3. Kuna watu nakuta yuko ofisini, anazungumza anasema mimi bwana kama sitafanywa kitu fulani nitaondoka. Mimi bwana usipofanya hivi na hivi na hivi nitaondoka. Usipokuwa na hivi na hivi nitaondoka. Sasa wengi mabosi wengi unapoambia hivyo, kwanza wanachukulia kwamba ni threat, unawatishia kwamba wewe unaonyesha kwamba wewe ndio una mamlaka zaidi yao. Lakini pili, hii tabia inaambatanishwa sana na childish behavior, na tabia ya utoto. Wewe mwenyewe utakumbuka kwamba watoto wana hii tabia sana. Anasema usiponinunulia na nini sifanyi, au mara nyingi wana attach kufanya vitu kwenye kufanyiwa kitu. Kwa mfano ndio maana unakuta mtoto, wazazi wanaambia watoto ukifanya vizuri mweke yako nitakuletea chocolate. Kwa nini unafanya vile? Kwa sababu ile inaonekanaga ni tabia fulani ya kitoto fulani. Sasa imegundulika kutokea kwenye research kwamba mabosi wengi huwa wanachukulia watu ambao wanasema maneno hayo kama ni watoto ambao hawajakomaa kwenye profession zao. Hapa sizungumzii biological age, nazungumzia mental age. Unaweza ukawa ni mkubwa sana kibiolojia kwa umri, lakini kiakili ukaonekana ni mdogo. Sasa ishara moja hapo ambayo inaonyesha hujakomaa vizuri sana ni pale unapotumia maneno kama haya. Lakini hii pia inakuharibia brand yako wewe kama wewe. Unaonekana ni mtu ambaye pengine uko pale kuchukua tu, kupokea tu, na ni mtu ambaye uaminiki, unaweza kufanya maamuzi anytime. Kwa hiyo maana yake unakuwa sio reliable. Mtu anasema huyu mtu ina maana siku tusipofanikiwa vizuri kwenye kampuni au mambo yakienda ovyo tutampoteza. Hili neno ambalo unatakiwa ujiepushe kabisa kumwambia bosi wako. Kitu kingine ambacho unatakiwa kumwambia ni kwamba kusema kule nilikotoka bosi wangu alikuwa anafanya hivi. Unakuta mtu anasema yuko kwenye kampuni fulani anasema kila wakati, sio mara moja au mara mbili, na aseme kwa nia ya kuleta labda mawazo mapya. Anasema kwa nia ya kukosoa na kuonyesha kwamba kule alikotoka ni bora zaidi kuliko hapa alipo. Unajua kwa mfano hata kwenye mahusiano, kama uko na mahusiano na mtu, hivi mtu akikwambia kwamba mimi jamani, yaani mimi nikimkumbuka yule boyfriend wangu wa zamani alivyokuwa anafanya ni tofauti na wewe, utajisikiaje? Sasa likewise kwenye kazi the same. Unapoanza kusema kwamba kule tulikotoka sisi bana tulikuwa tunafanya hivi na hivi na hivi, sio kwa sababu unataka watu wajifunze, ila kwa sababu unataka uonyeshe kwamba kule kulikuwa ni bora. Ukisema hivyo, tunasema unaingiza the question of loyalty and disloyalty. Mtu anaanza kuona kwamba kumbe wewe sio mtu ambaye moyo wako uko pale, moyo wako bado uko kule kule ambako umetoka. Na hiyo itazuia hata fursa zikitokea, anasema huyu bwana tuwe naye makini. Kuna siku yote anaweza akarudi alikotoka au akaondoka, kwa sababu bado sio sehemu, sio part na parcel ya kampuni au taasisi yetu. Jambo lingine ambalo unatakiwa kuliepuka na unatakiwa kumwambia bosi wako ni pale anapokuuliza kitu kinatakiwa umpe jawabu au umpe idea fulani au umpe mawazo fulani. Alafu unakuta mtu anakuamini kwenye na ni expert, wewe ni expert kwenye eneo hilo. Anakuamini kabisa kwamba sasa bana, ili jambo tulifanyia ifanye kiteknolojia. Alafu unaanza kusema mimi sijui, lakini unaweza kufanya hivi. Tunasema this is wrong. Ili sio sawa. Kwa sababu anapokuuliza ni bora useme ujui, kwa sababu anapokuja kuuliza bosi wako maana yake amekuamini kwamba ni expert kwenye ile eneo. Kwa hiyo kama ujui na unataka kufanya bado wakati ujui, ni bora useme kwamba nitalifanya, alafu uende ukatafute taarifa zaidi ukafanya zaidi, au mwambie kabisa kwamba kwa sasa hivi jambo sijui, ili atafute mtu mwingine ambaye pengine anaweza kufanya. Kwa sababu kitakachotokea ni kwamba utakaposema kwamba sina uhakika au sijui, lakini nafikiri unaweza kufanya hivi, yeye kwa sababu anakuamini ataenda kufanya, na kwa sababu ulikuwa una uhakika na ulichokizungumza, kila atakachoenda kufanya hakitofanikiwa. Kisipofanikiwa atasema ulimshauri vibaya. Kwa hiyo ni jambo la kuepuka sana. Wakati mwingine tunaona kama ni jambo rahisi, lakini bosi anapokutafuta maana yake ameamini katika expertise yako. Kwa hiyo na wewe lazima uonyeshe kwamba unaweza kulifanya, au kama ujui si dhambi kusema kwamba hili kwa kweli silijui kwa sasa hivi, ili atafute njia nyingine, au atakwambia wewe sasa utafute mtu mwingine kwa kuweza kumsaidia. Jambo lingine ambalo ni hatari sana na utakiwa kumwambia bosi wako ni kumwambia hili sio jukumu langu.
Nasema this is not part of my job. Na unakuta mtu anaambiwa afanye kitu, wakati mwingine anamwambia direct boss wake, lakini unakuta anawaambia colleagues wake pale ofisini, yani mimi bwana, hii haipo kabisa kwenye job description yangu. Unapokuwa unafanya kazi, kuna vitu vingi sana vitatokea ambavyo sio sehemu ya majukumu yako. Lakini mtu yoyote ambaye anaaminika katika taasisi, katika kampuni, huwa anaaminika pia kupewa vitu ambavyo ni extra. Sasa wewe utakaposema hivyo, ina tafsiri yake. Tafsiri yake ya kwanza ni kwamba uko tayari kampuni au taasisi ife kwa sababu tu hilo sio jukumu lako. Kwa hiyo kama hicho kitu kitaleta madhara pote ya mbali, lakini mimi sio jukumu langu kufanya hicho kitu. Kwa hiyo tunasema wewe unakuwa considered kama mtu ambaye yuko irresponsible kwenye taasisi. Tafsiri yake ni kwamba hautakuwa unapewa nafasi za kukua kwa sababu wanajua wewe sio mtu ambaye unaweza kuwajibika. Kwa maneno mengine, wewe ni mtu ambaye hauko tayari kutake new challenges. Kwa hiyo ikitokea jukumu jipya la kufanya, ikitokea nafasi mpya hata ya kupandishwa, kwenye recommendation wanasema huyu hafai kwa sababu hawezi kwenda extra mile. Na hichi kitu kinahitajika sana katika ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo epuka kabisa, sio jambo unatakiwa kusema kwamba hili sio jukumu langu. Tafuta lugha nyingine, tafuta namna nyingine ya kupresent, lakini sio kusema kwamba hili sio jukumu langu. It is wrong na inaweza kukuletea madhara makubwa sana. Jambo lingine ambalo ni hatari sana, na hili utakiwa kumwambia bosi wako kabisa, ni kumwambia hauko sahihi. Unaambia bosi wako, no you are wrong, no you are wrong. Mwingine anasema sina bidi tu open tu. Huyu bosi wako ni binadamu. Unapomwambia hivyo, kuna vitu vinatokea. Cha kwanza, unagusa kitu kinaitwa personal ego. Hata wewe mwenyewe upendi kukosolewa. Hakuna mtu ambaye anapenda kuwa criticized. Na kwa sababu ni bosi wako, inaongeza pia uzito na maumivu zaidi unapomwambia you are wrong. Tena wengine unakuta anamwambia mbele ya watu wengi, mbele ya kikao. No, ukifanya hivyo unawezekana ukawa na kipaji, ukawa na skill, lakini utakuwa umekosa hekima. Kumbuka, skill ni kitu kimoja hapo, lakini wisdom ni kitu kingine tofauti kabisa. Unaweza ukawa na ujuzi ukakosa hekima na hautafika mbali. Kwa hiyo lazima utafute njia nzuri ya kumkosoa bosi wako. Kanuni ya kwanza ni kwamba don't criticize your boss in the public. Usimkosoe bosi wako mbele ya watu wengi kwa sababu utakuwa umemwaibisha. Lakini kanuni nyingine ya muhimu sana ni kwamba get opportunity, tafuta fursa ya kumwambia vile vitu ambavyo unafikiri anahitaji kuboresha. Na siku zote uwe unavitoa kama ushauri, usivitoe kama conclusion. Vitoe kama unamshauri. Kwa mfano mtu ameongea kitu, afu unaona kabisa hichi kitu alichoongea labda pengine hakiko sahihi sana. Unaweza kumwambia I was wondering, perhaps I'm wrong but I think. Unasema pengine nitakuwa nimekosea, lakini nafikiria kwamba kwa nini tusifanye hivi na hivi. Sasa pale unampa room, kwa sababu mabosi wetu au watu wanatuongoza wana maarifa na wana experience kubwa. Yeye atajua kabisa kwamba hichi hapa kuna call of revising, naambiwa nirudie tena hichi kitu tena. Kwa hiyo ataenda atajiridhisha tena vizuri. Lakini ukienda straight, unajenga barrier, unajenga ukuta. Atakuona uko marginal, atasema huyu jamaa anajua sana, atakuona una intellectual arrogance, matokeo yake atakuwa anaweka mbali na atakuona hatari. Watu wengi ambao wametumia njia kwa kukosoa bosi wao straight, huwa wanaonekana kama vile na wao wanataka kile cheo. Kwa maana yake utajenga uadui na bosi wako. Kitu kingine cha mwisho ambacho utakiwi kabisa kumwambia bosi wako ni kumwambia kwamba haiwezekani. Unamwambia kwamba hichi kitu hakiwezekani kabisa. Hichi kitu hakitakuja kufanikiwa. Hichi kitu mimi najua haiwezekani kabisa. No. Hiyo tunasema unapofanya mahusiano na bosi wako, that's harsh language. Unachotakiwa kufanya ni cha kwanza ni kujaribu kutoa alternative solution. Kwamba sawa tumepanga hichi kitu, lakini kinaweza kuwa kina ugumu wake kidogo. Mimi nafikiri tunaweza tukafanya hivi na hivi. Okay? Kwa hiyo una offer ile tunaita alternative solution. Au unamweza kwamba nafikiri ili jambo linaweza likawa gumu kidogo kwa sababu 1, 2, 3. Okay? Hapo sasa unakuwa umeoffer solution badala ya kuwa tu mtu ambaye ni mlalamishi ambaye hauoffer solution yote. Mambo haya unatakiwa kuepuka unapozungumza na bosi wako. Otherwise unaweza ukawa ni mtu ambaye una kipaji, una ujuzi, una uzoefu, lakini ukashangaa haufanyi vizuri kwenye taaluma yako na ufiki mbali. Sijajua umeshawahi kukutana na kitu chochote kati ya haya ambao unasema kwa kweli ili jambo liliwe kutokea kabisa na nikaona kabisa limeathiri mahusiano kati ya bosi na mtu fulani au kati ya bosi na mimi. Niandike chini hapo kwenye comment na mimi nitaendelea kufuatilia